Mambo matano ya kujifunza na kuyajua kabla hujafikia miaka 30. Kama kijana unahitaji kukua kiuchumi. Jambo la kwanza, jifunze ujuzi. Vijana wengi au watu wengi ambao wamefanikiwa kiuchumi walianza kujifunza ujuzi wakiwa katika umri mdogo sana. Steve Jobs ambaye ni founder na mmiliki wa Apple alijifunza technology na ubunifu akiwa kwenye umri mdogo, na baada ya kujifunza huo ubunifu na teknolojia yake ambayo alijifunza kwenye umri mdogo, alienda kutumia katika uwekezaji na uvumbuzi na kuanzisha kampuni yake ya Apple. Lakini kama wewe kijana unaweza kujifunza leo ubunifu na ukautumia baadaye kwa ajili ya kukua kiuchumi. Lakini pia jambo la pili, wekeza kwenye maarifa. Wekeza kwenye maarifa. Kama kijana unahitaji kuwekeza kwenye maarifa kuliko anasa. Vijana wengi kwenye hii age wamewekeza kwenye anasa. Kwa mwisho wa siku uchumi wao haukui, maana wanatapanya mali. Hela nyingi wanatumia kwenye anasa. Kama kijana kwenye hii age, kabla ya miaka 30, nunua vitabu, soma, jifunze kuwa na experience mbalimbali, jifunze, wekeza kwenye maarifa ili yakujenge wewe kiuchumi. Lakini pia anza biashara au wekezaji kwenye umri mdogo. Kwenye hii miaka anza biashara au wekezaji. Hata kama kwa mtaji mdogo, anza huu kujenga ile biashara yako au wekeza kwenye umri. Maana watu wengi wanakuja wanastuka baadaye wakianza kwenye umri wa miaka 60 wakistaafu wanaanza kuwekeza. Inakuwa si vizuri. Kwa jifunza sasa hivi. Anza kuwekeza sasa hivi kwenye biashara, kununua hisa, sasa hivi ndio muda wa kuanza. Lakini pia jambo jingine, angalia watu wanaokuzunguka. Jambo la 4, builds a good cycle. Cycle wako au mzunguko wako wa watu, angalia watu wanaokuzunguka. Watu wengi waliofanikiwa, watu waliozunguka wengi ni watu wenye ambao wana big vision, wenye elimu, wenye mitazamo chanya. Sasa watu hao ndio ambao hata ukishia nao dream zako wanakuelewa. Lakini ukizunguka na watu ambao hawana malengo makubwa, cycle ndogo, lakini pia wewe unatamani uwe mtu mkubwa, it means kuwa wao watakuandamine wewe, mawazo yako na malengo yako. Kwa ishi na watu ambao wenye malengo makubwa, wenye mtazamo chanya, hapo ndio utafanikiwa. Lakini jambo la mwisho, jambo la 5, katika kupambana kwa miaka 30 unahitajika uvumilivu na nidhamu. Watu wengi waliofanikiwa na watu wengi ambao wanapambana, wengi sana, wanakuwa na uvumilivu na nidhamu. Hakuna mafanikio ya siku moja. Hakuna namna ambayo yoyote unaweza kupata fedha ama kupata fedha kwa siku moja. Mafanikio mengi yanajengwa kwa muda mrefu. Muda mrefu. Watu wengi ambao wanafanikiwa makampuni makubwa walitumia muda kujenga misingi mizuri na kuwekeza zaidi. Sasa hivi wekeza, kuwa na nidhamu, kuwa na uvumilivu, ndio utakufanya wewe ukue zaidi kiuchumi.